let me ask you, because tuko tunawaona pia katika performance. Kwanza mzee Moi hayati alikuwa anawapenda sana. Sana. You guys actually performed almost events za serikali zote. Na tulikuwa tunamuona mzee akicheka paka anataka kuanguka chini huko nyuma. Ni kweli. You know? Hii Mama Kaimu ulikuwa mnakula vizuri sana hii. Mimi nasema wakati ulikuwa tunakula vizuri. Sababu Moi mwenyewe alikuwa kwa anakubali wasanii. Yes. Na kila wakati Moi akikaa pale kwa ofisi yake, wale walikuwa kwa pale kina Linjiru. Wakimwona mzee amekasirika, anakuja KBC, anakuja na Twitter. Anatuambia unajua leo Moi amekasirika. Twendeni, akishamwona mzee Ojwang, hasira zitaisha. Tunabebwa Alex, tunapelekwa mpaka State House. Really? Tunakwenda tunamfanyia comedy, na kweli akishaona comedy, akishaona tu mzee Ojwang sema haraka. Hiyo story imeisha. Anasema Malaka fanya haraka. Bas. Hiyo ndio ilikuwa raha ya mzee Moi. Hasira zinaishia hapo, maneno inaisha. Haya, tunapatwa chetu, tunaondoka. So ilikuwa inafanyika hata randomly. Wachana na hiyo tulikuwa tunaona wakati wa nini. Wachana na hiyo, ndani kwanza ndio tulikuwa tunacheza sana. Really? Sana. Hiyo tukumperformia tu. Akijam tu. Yes. Linjiru alikuwa anatutafuta sisi. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to AMTV, the fastest growing online podcast, online TV in the 254-minute chairman, naitwa Alex Mwakidewe. Thank you once again for subscribing. Thank you for sharing. Asante pia kwa spread the word all over. We are growing at an amazing pace and I'm loving it. This is because of you. Karibu sana. Kama umeingia hapa kwa sababu umetoka katika TikTok pale, umecheki labda katiza fulani katika Instagram, labda katika Facebook, ukasema let me go watch that episode. Thank you so much na karibu sana ndani ya AMTV. Now, previously we had MCA Tricky ndani ya show na amazing comments zilikuja by the way. Kuna msee mmoja pale ambaye anaitwa Rob Steven. Alisema Mwakideu is a good bro, no show off, just a pure wisdom. Anasema huyu atakupiga if you're smaller than him cause he doesn't believe in failure. Okay, all right. Kuna mwingine pale anaitwa Senator Zilu 1937. Anasema I concur with Tricky. The biggest risk in life is marriage. All right. Akumbuka Tricky akisema pale biggest risk ni marriage. Tatu Akbo 5028 anasema hey chairman, thank you so much for taking feedback and asking about the lessons on money. All right. Sema you're listening to us, your subscribers. This was fun, interesting. Anasema MCA Tricky is quite a character and filled with unexpected wisdom. Sema thank you for bringing him on the show. Please, can you bring Maina Kageni? He rarely appears on interviews, yet he's quite interesting. Maina Kageni, umeambiwa you're next kwa show MTV. Wewe Maina ukuje hapa, nitakupigia simu after hii hapa, na kupigia simu to organize tupange na ukuje. Silete mambo mengi. Anyway, today, ladies and gentlemen, we are not just hosting a guest. All right? Sio guest wa kawaida. We are welcoming a living chapter of Kenyan entertainment history. A woman whose voice can paint a whole village, whose humor has raised generations, and whose presence feels like home. From the golden days of Kenyan television to becoming a cultural symbol of resilience, talent, and authentic African storytelling, she has made us laugh. She's made us think. She's made us remember who we are. She's not just a character. She's a movement. Not a performer, but a storyteller whose words travel straight to the heart. Ladies and gentlemen, please help me welcome the one and only pioneer, legendary actress katika runinga zetu za Kenya. Mama Kai, karibu sana. Asante sana. It's good to have you here. Asante.
Karibu sana jamani. Nimeshukuru. Na unapendeza. Na unapendeza. Asante. Lakini Mama Kai, hebu kwanza kabisa tuambie ukweli. Siri ni nini mama? Kabla sijakuambia siri, kwanza kabisa ningependa kumshukuru Mungu Ndio. kwa kunifikisha hapa kwako. Asante. Na pia Alex, pia nakurudishia shukurani Naam. kwa kuniita. Asante. Maanake ni nadra sana mtu kukumbuka na kukuita mahali kama hapa. Ndio. Na kushukuru wewe na kuru yako yote. Asante. Na pia namshukuru Karema Ndio. kama maneja wangu kwa kuandamana naye kuja mpaka hapa kwako. Thank you. Hii maneno yangu ya kutokuzeeka Yes. ni kukaa bila stress. Kuishi bila stress. Mimi sinaga kitu inaitwa stress. Okay. Hata ukinikasirisha saa hii tukikutana hapo nje, Yes. hata uwezi jua katu kwa tumekosana. Hiyo sasa ndio mimi inanifanya nakaa hivi. Stress kando. Kabisa. Wewe Stress free. Stress free. Yeah. Wewe unaishi tu happy life. Kabisa. Yaani hutaki mapresha. Kabisa. Kama iko, kama haiko. Hivyo. Na kama iko imalize tu saa hiyo, usiibebe kwa hii kichwa. Really? Ukiibeba itakuumiza Mwakideo. Okay. Yeah. Na mama, wewe ni humble. Wewe ni legend, wewe ni pioneer, wewe ni mzito katika industry ya entertainment. In this country you are not just any person. Yet Asante. umekuja with a lot of humility and I want to appreciate you for that because umekuja with a lot of humility. Tumekuwa na hichi zetu hapa na pale. Umeniambia Mwakideu, tulia, usiwe na wasiwasi. I'm here now and I'm going to wait. Thank you so much for that. Asante. Jamani, hiyo inatoka wapi? Hiyo si kitu ya kawaida sana. Haina watu wengi sana. Haina wengi, to be very honest. So I don't know. Hiyo inatoka wapi? Hiyo inatoka ndani yangu. Mimi sina kitu inaitwa kiburi. Okay. Na kama tumepanga na wewe Mwakideu ni wewe. Okay. Sitaki kuja hapa kujifanya niko busy sijui naenda wapi na hakuna pali naenda. Okay. Unajua kuna watu wanaweza kuja hapa wanajifanya ati kuna mahali wanaenda na ukimfuata utampata hata hakuna pali anaenda. Okay. But tu ni ile kujifanya aonekane yeye ni mtu wa hali ya juu. Yes. Mimi namshukuru Mungu hajaniweka katika hiyo hali. Okay. Mimi tukiagana na wewe ndakuja. Yes. Na kama siji ndakuambia mimi sitapatikana. Okay. Mimi niko tu hivyo. Vile umeniona tangu sasa tumekutana na wewe. Yes. Hivyo ndio nimeumbwa. Okay. Yeah. Wow. Now, Mama Kai, unajua mimi mwenyewe na miaka hii yangu yote na hii miaka yangu yote right now nilikuwa nikiwa mtoto. I watched when the entire area where we used to live, mimi manake ni born and raised in Mombasa. Nilikuwa naishi Mombasa, mtaa mmoja unaitwa Chuda. So Chuda pale tulikuwa tunaishi, kulikuwa na TV mahali patatu peke yake. Kulikuwa na TV kwa kina ndugu yangu sana, mmoja anaitwa Ayubu. Alikuwa kuna TV kwa kina ndugu yangu mmoja alikuwa anaitwa Eric, na kulikuwa na TV pale kwa kina Tino. Huko ndo ulikuwa ukiwatch vitimbi. Nilikuwa na watch vitimbi bana. Wakati TV ilikuwa inaanza saa 6. Au saa 6? Mchana ama ni saa 10? Saa 10. Saa 10. Yeah. Wakati TV ilikuwa inaanza saa 10 na bendera inapigwa. Na ni KBC peke yake. Hatuna TV nyingine na ni black and white na ni TV imesimama kivyake, imenunuliwa iko na stand yake kivyake. Sisi watoto wote tunakaa chini. And you are there. And you are there. And you showed up. Na ulikuwa unafurahisha nchi nzima. Kenya nzima was watching. Kweli. Today you're still here. And bado unapiga show. Na bado uko kwenye TV. Kabisa. How many years now? Sasa inaelekea kaa 40 hivi. Kama miaka 40. Unaipiga bado. Bado napiga mpaka saa hii tunaongea na wewe. How? Mimi naweza sema ni Mungu. Okay. Yeah, mimi kila kitu huwa namtegemea Mwenyezi Mungu. Okay. Maana yake ndio ananiwezesha kufanya hiyo kazi nafanya mpaka leo. Yes. Yeah. A lot of people huwa wanaweza anza kitu alafu kinasonga, kikifika mahali wanasema imetosha. Anaondokea, utaona amekwenda ameanzisha biashara zake, utakwenda ameenda labda alikuwa ni mwalimu amerudi darasani kufundisha, ama watu wanajichanganya katika maisha. But what keeps you going kuanzia wakati ulisema umeanza kama ni vitimbi, hiyo miaka 40 yote bado unapiga show pale kwa TV mpaka leo hii? Mimi nafikiria kwa sababu hii kitu iko ndani yangu na iko ndani ya damu yangu.
Sasa mimi tokea nianze vitimbi, hata hakuna siku moja nishaka nikafikiria ati nitoke vitimbi sijui nikafanya Ukalime. nini. Hapana. Mimi najikutaga tu niko hapo, nikikosa kwenda riaso naona kama kuna pali nimekosea watu. Yes. Sasa inanibidi hata nikiwa mgonjwa mimi naenda tu pale nikae. Yes. Nione vile wenzangu wanafanya, wananiambia madhe, Yes. wewe utafanya hii na hii na hii. Yes. Bora nijue tu pati yangu ni gani. Yes. Alafu nikishajua naondoka. Mimi nafikiria tu ni kitu yani iko tu ndani yangu na nilipenda na nikaamua tu kukaa hapo. Yeah. Wow. So kitambo in many years wakati TV ilikuwa ni black and white peke yake, tulikuwa tuna TV zingine wakati wa vitimbi ikianza tukiwa watoto. Do you know that I think a lot of Kenyans walikuwa najua kabisa umeolewa na mzee Ojwang marehemu. Hiyo ni kweli. Watu walikuwa najua hii kabisa ni nyumba na hii ni ndoa na hii ni familia na hakuna kurudi nyuma. Ni ukweli. Haungetuambia hadithi nyingine mama. Ulikuwa unapokea maoni kama hayo sana? Mengi. Sasa hata bibi yake kwanza ndio alikuwa na shida. Alikuwa na shida? Yeah. Because anyway, watu wanajua bibi ya Ojwang ni mama Kayai. Sasa bibi ya Ojwang naye alikuwa akijua ni ukweli. Really? Hata alikuwa saa zote waniletea mashida. Yes. But tulikaa naye chini na watu pia wakamuelezea hii ni kazi. Yes. Ni kama tu vile pia wewe ukienda kazini unakutana na watu wengine pia hii ni kazi. Yes. Huyu mama anafanya tu kazi na huyu mzee but hakuna chochote. Yes. Na akaelewa. Na akaelewa. Yeah, lakini Wakenya hata wengi mpaka leo. Yes. Wakiliona sema mama Kai pole bwanako alikufa. Sasa shida ilikuja wakati wa mzee amekufa. Yes. Balala watu wampati ule mama pole, wananifuata. Wanakufuata wewe of course. I mean, kila mtu Kenya nzima atakupa wewe pole. Ilikuwa inabidi mimi niwaambia huyu ndio bibi ya mzee. Ndio mama. Hapana, si tunakujua wewe. Hiyo ndio ilikuwa shida kubwa, lakini wengi wa Wakenya sasa hivi wanaelewa ni mambo na acting. Yes. Yeah. Alright, watu wameanza kuelewa hii ni mambo na acting. Yeah. Na baadaye yule mama alikuja akatulia mkaelewana. Akatulia na ni rafiki yangu mpaka leo. Yes. Na ni jirani yangu pia. Kifo chake mzee Ojwang ulikipokea vipi? Nilistuka. Okay. Kwa sababu ni jamaa tulikuwa tumezoeana. Alafu mzee Ojwang alikuwa juu mambo ya kukasirika. Mnakosana tu saa hiyo tena kidogo mshaelewana. Yes. Okay, hiyo kitu ilituumiza but kuna vitu vingine huwezi kataa kwa sababu ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. It's true. Yeah, but ilituumiza. All right. Yeah. Now let's just clear the air kidogo because I know hauendi interviews mingi and I know a lot of Kenyans who grew up wakikuona wakikuwa entertained na vitimbi na mama Kayai na hiyo kirende yote crew yote na kadhalika. Walikuwa najua kwa mfano mzee Ojwang ni Mjaluo, mama Kayai, you know, hizo karata mlizichukua, unajua ilienda hivyo kabisa. Ile kitu ilifanyika watu walikuwa nafikiri mzee Ojwang ni Mjaluo. Yes. But mzee Ojwang hakuwa Mjaluo. Mzee Ojwang yeye amelelewa pali Wajaluo walikuwa wengi. Okay. Ndio akapata hiyo accent ya Kijaluo. Yes. Na mzee Ojwang ni Mkikuyu anaitwa Benson Wanjao. Alikuwa akiitwa Benson Wanjao. Yes. Haya, mimi watu wengi sana wananiambia gati mimi nimetoka Coast. Yes. Lakini mimi sijatoka Coast, mimi nimelelewa Majengo Pumwani. Yes. Na Majengo Waswahili wamefanya nini? Wamejaa. Yes. Sasa watu wengi walikuwa wakifikiri mimi kwetu ni Mombasa. Yes. Lakini mimi ni Mluya. Yes. Kwetu ni Kakamega. Yes. Mahali panaitwa Seremi. Seremi. Tiriki huko Tiriki. Yeah. All right. So ulilelewa wapi? Ulizaliwa wapi? Ulizaliwa Kakamega ama ulizaliwa Majengo? Mimi nimezaliwa Majengo. Pumwani nimelelewa hapo. Nimesomea hiyo area. Yaani kwa ufupi nimekulia Majengo. Paka leo hii. Nilitoka. Ulitoka? Yeah. Ulitoka eventually later on. Baadaye nilihama. Okay. Yeah. Na mulizaliwa ngapi nyumbani? Tulizaliwa wasichana 6 na wavulana 2. All right. Yeah. Hii mambo ya acting, kuna mtu katika ukoo ile ukoo wenu wote, kuna mtu alikuwa katika acting ama ni wetu ulichukua na ukakimbia nayo kabisa? Imagine mimi katika familia yangu hakuna actor hata mmoja. Mimi peke yangu Wewe peke yako? Na walipokea vipi hii story? Mimi unajua hiyo sina kwamba mimi nimezaliwa Majengo. Yes. Pale Majengo Alex kulikuwa kuna hall. Na katika hiyo hall kulikuwa kuna grupu ingine ilikuwa ikijiita The Black Golden Stars. Yes. Hao watu walikuwa wanacheza ngoma za utamaduni na same time walikuwa wana act.
Saa tukiwa wadogo tulikuwa tunapenda sana kwenda kuchungulia hapo. Tunaona vile wanacheza, vile Yes. wana act. Na hivi una huku bado tunakuwa. Mara kidogo kuna jamaa fulani alikuwa akiitwa Limatata. Akasema wacheni tuwajaribu mimi na nafikiri unamfahamu pia, anaitwa Maliwaza. Madwaza Maliwaza alikuwa kiactivity mbi, lakini siku hizi pia hayuko. Maliwasa. Sasa tukajaribu kwenda kucheza hizo mangoma. Tulikuwa tunacheza ngoma za utamaduni. Tukajaribu Maliwasa pia alikuwa ni wa Majengo. ni wa Majengo pia. Artist wengi wanatoka hapa Majengo. Okay. Yeah. All right. Tukajaribu tukaonekana tunaweza. Tukaanza kucheza, tukaingizwa katika hiyo group. Yes. Sasa wakifanya kama concert pale katika hall, pia si tunakaribishwa, tunaenda tunacheza na wao. Mara kidogo wakaanza maneno ya comedy. Pia wakatuweka. Wakaona pia maneno ya comedy tunaweza. Ndio siku moja wakaitwa VOK, ilikuwa inaitwa VOK zamani. Wakaitwa tukaenda tukafanya program huko, ilikuwa inaitwa Mzee Zuberi. Sasa tukaanzia hapo kuact kama watoto kwa hapo kwa Mzee Zuberi. Ndio tukaendelea. Ulianza ukiwa mtoto? Nilianza si mtoto vile, but msichana. Sasa tulianzia hapo kwa Mzee Zuberi. Ndio huko tu KBC tukaanza kupata mianya, mara unafanya hii, mara unafanya hii. Ndio sasa Mungu akatujalia tukapatana na kina Mzee Ojwang. Ndio tukaambiwa kuna kipindi kinataka kuanzishwa, ndio tukafanya audition. Tukaenda tukafanya, tukaonekana tunaweza. But vitimbi ilianza na judge ule wa vioja mahakamani, Luis Wangoi. Ndio alikuwa akiaktika bibi ya Mzee Ojwang. Sasa vile akiaktika bibi ya Mzee Ojwang, ikawa pia kuna programu ingine inaitwa hiyo vioja mahakamani. Yes. Kulikuwa na mama fulani alikuwa akiitwa Anne Wanjogo. Naye alipata kazi ingine. Sasa Lucy akaitwa aende akajaribu kufanya judge. Yes. Akaenda akafanya judge, akaonekana anaweza. Sasa yeye akachukuliwa kule kwa vioja sasa. Kwa vioja mahakamani, na mimi nikachukuliwa sasa vitimbi kama bibi ya Mzee Ojwang. Did you ever imagine that ukiingia pale kama bibi ya Mzee Ojwang kwamba hii character ya Mama Kaya hii eventually itakuwa such a huge thing in the country? And even outside. Sikuwa ningefikiria itakuwa hivyo. Nilikuwa tu nikifikiria labda ni hiyo tu kidogo kidogo na irudi ishe. Lakini Mungu naye akajalia ikakuwa. Kuna wakati wowote ule ambao ulikuwa in your acting career unaweza kusema this was one of my toughest? Yani hii wakati nayo ilikuwa ngumu sana katika career yako yoyote ya kuspan around 40 years? Changamoto hazikosi, zilikuwa kwa hapa na pale. Mara wakati mwingine watu walikuwa wanakuja wanatuchukua na tupeleka mahali kama Nakuru. Yes. Tunaenda tunafanya performance huko, jamaa kishapata pesa, anatoroka, anatuacha, tunakosa fare ya kurudi mpaka pali ya kulala tunakosa. Changamoto zimekuwa mingi tu sana. And let me ask you, because tuko tunawaona pia katika performance. Kwanza Mzee Moi hayati alikuwa anawapenda sana. You guys actually performed almost events za serikali zote. Na tulikuwa tunamwona mzee akicheka paka anataka kuanguka chini huko nyuma. Ni kweli. You know? Hii Mama Kaimu ulikuwa mnakula vizuri sana hii. Mimi nasema wakati ulikuwa tunakula vizuri. Sababu Moi mwenyewe alikuwa kwa anakubali wasanii. Yes. Na kila wakati Moi akikaa pale kwa ofisi yake, wale walikuwa kwa pale kina Linjiru. Wakimwona mzee amekasirika, anakuja KBC, anakuja anatuita. Anatuambia unajua leo Moi amekasirika. Twendeni, akishamwona Mzee Ojwang, hasira zitaisha. Tunabebwa Alex, tunapelekwa mpaka State House. Really? Tunakwenda tunamfanyia comedy, na kweli akishaona comedy, akishaona tu Mzee Ojwang sema haraka. Hiyo story imeisha. Anasema Mama Kaya hii, fanya haraka. Bas. Hiyo ndio ilikuwa raha ya Mzee Moi. Hasira zinaishia hapo, maneno inaisha. Haya, tunapatiwa chetu, tunaondoka. So ilikuwa inafanyika hata randomly. Wachana na hii tulikuwa tunaona wakati wa nini. Wachana na hiyo, ndani kwanza ndio tulikuwa tunacheza sana. Really? Sana. Hiyo tukumperformia tu. Akijam tu. Yes. Linjiru alikuwa anatutafuta sisi. Ala. Na mnaenda wangapi kikosi kizima cha vitimbi? Tulikuwa tunaenda karibu watu 9. Mnaenda mnapiga show tu pale. Mzee anafurahi, mnakula chenu, tunaondoka. So let me ask you, apart from serikali kuwapanga pale na kuwaita, especially your time ya Mzee Moi, was there other people ambao walikuwa wanaita vitimbi crew kwenda kuperform, you know, kando na serikali? Because sisi wananchi tulikuwa tunajua tu lazima vitimbi watakuwa,
tunasubiri kuangalia. Okay. Kama vile siku hizi unakuta kwamba kuna events zingine watu wanaitwa. Tulikuwa tunaitwa pia nje, tunaenda same za Kenya. Tumeenda tukaperform kwingi sana. Okay. Yeah, kwa hivyo Lakini ile ilikuwa inalipa vizuri zaidi ni ya serikali. Zote zilikuwa zinalipa vizuri. But unajua Alex, zamani hakukuwa na pesa kama saizi. Yes. Zamani pesa ilikuwa kwa ni kidogo. Yes. But hata hiyo kidogo bado tulikuwa tunajipanga nayo. Kama 1000 ya zamani sio kama 1000 ya sasa bila shaka. Hapana. Sasa kama mimi nikianza hiyo mambo ya VOK, unasikia VOK? Yes. Mimi nilikuwa nikilipa shilingi 20. 20 bob? Yes. Per what? Kwa mchezo moja. Per episode? Per episode 20 bob. Unakula mbao. Na hiyo 20 bob haishi Mwakideo. Because ilikuwa strong hiyo time. Unakaa nayo mpaka mimi babangu alikuwa pendi hizi maneno za acting. Yes. Hata aliletiana sana shida nao walinifunza. Yes. But nakwambia siku nilimletea babangu hiyo 20 bob. Yes. Hakuna siku nilizuiwa kwa act. Ukaambiwa nenda ka act kabisa. Kabisa. So tuseme per episode ilikuwa inakuja once per week, right? Kwa hivyo kwa mwezi unakula 80 bob. Unakula 80 bob. Kama ni miezi ya wiki 5 unapata Unapata Can you believe that? Na hiyo ilikuwa wewe uko sawa. Pale majengo kwanza niko nyumbani kwetu kwa mamangu. Yes. Hakuna gharama yote ilikuwa inanisumbua. Nikiipata tu namletea babangu. Anafurahi mbaya. Sana. Unamweka fiti. Kabisa. Now let me ask you. Sasa hiyo ni story ya per episode. Ilikuwa mkienda kupiga show pale kwa Moi hizo wakati za VOK? Hizo wakati za VOK sasa unajua wale wadosi ndio walikuwa wanachotewa. Sasa ile si tutapatiwa tutaridhika. Walai. Yeah. Wadosi ndio wanapewa. Wadosi ndio wanapatiwa alafu sasa afu nyinyi mnagawanywa hapa kando. Ile kidogo tunapewa. Alikuwa tupatie ati hivi mama kaishika, hapana. Kunaye ule alikuwa akichukua naye anatuletea. Naye tulikuwa tukimwamini ili atatuambia. Hivyo mpaka leo tunajua ni hivyo alikuwa akipatiwa. Kama alizidishiwa Mungu mwenyewe ndio anajua. Yeah. Lakini mlikuwa mnatokaje mama kai? Tulikuwa tunatoka tumefurahi ile ujaona. Tumefurahi kabisa. Really? Moi alikuwa anatujenga vizuri. So sio ka 20 bob vile? Hapana. Ni zaidi ya hiyo. Ilikuwa jua sasa ilikuwa imeendelea. Mliwahi kutoka na kama tao hizo day? Tuliwahi kutoka na dhao kama 50. Tao 50? Hizo day? Kuna siku nyingine tulipatiwa 50,000 is a lot of money bwana. Kuna siku nyingine tulipatiwa hivyo. What? Hiyo si maisha yako ni hivyo? Tulikuwa tunafurahia maanake sasa utasemaje? Because nakumbuka 20 bob ilikuwa hata 20 bob unaweza fanya shopping mwezi hata mzima. 20 bob kwa familia. Lakini sasa inakuambia tulikuwa tushatoka kwa nyumbani kwetu. Sasa kila mtu anajikalisha. Time ilikuwa imeenda. Yeah. Now let me ask you, because a lot of people, na nimeona wasanii wengi especially wale wa zamani na kadhalika, for you to be able to be here na uko mpaka leo hii, uko soba, uko sawa, unafanya show, uko vizuri. Nimeona wasanii wengi sana na stories zao mingi sana. Mama Kai, utakuta kwamba kidogo wa Kenya wanamchangia. Unanielewa? Tumeanzisha paybill pale, labda ameingia kwa pombe sana, ama labda amekumbwa na changamoto, are you getting, za kifedha. So Wakenya wanasema huyu msanii hatuwezi kumwacha hivi because ametuentertain kwa muda mrefu, tunamchangia. Paybill inatoka pale, tunamchangia. Wewe tumekuona upo tu, umemaintain tu. Hakuna wakati ambapo katika maisha ulifeel hii sanaa acha ikae, I want to give up completely because maybe haijakusaidia, maybe kifedha especially? Hapana, mimi kwa upande wangu naweza sema usanii inasaidia kama unajua kujipanga. But kama haujui kujipanga Mwakideo, hata leo ukipatiwa 1,300 hazitakusaidia kwa sababu hujazoea kujipanga. Mimi kwa upande wangu mimi nasema mimi nilikuwa hata kama ni kidogo but nilikuwa nikijipanga nayo. Okay. Maanake imenisaidia kusomesha watoto wangu. Na imenisaidia kupata pahali sahihi pahali mimi naishi. Okay. Imenisaidia kupata. Alright. Sasa hakuna vile naweza sema ati usanii ilikuwa isaidii. Ukiona mtu hajajipanga amepotelea kwa mastare hizi mingi ndio zinaletea wasanii shida. But ukiamua uweke stare, unajua
usanii hao vijana wanaona kama hawatazeeka. But wacha nikuambie Alex, utazeeka. True. Hata mimi sikuanza nikiwa hivi niko. Yes. Nilianza nikiwa kadogo. Yes. Lakini sasa unaona miaka inaenda ikikataa. Yes. Na miaka vile inaenda ikikataa, lazima ufikirie saa zile bado uko mdogo. Vile utaeka kitu chako kidogo, hata kama utaeka hiyo pesa kwa bank. Yes. Weka, nunua ka ploti kako. Hata kama ni pali kama kijiji hivi. But unajua hata kama uko ni kwa kijiji, una room zako kama 4 zinakuingizia kitu kidogo kila mwisho wa mwezi. Yes. Wakati ule utakuwa umechoka na hii maneno ya kuact, hata ukikaa Alex utakuwa ukipata hiyo kidogo na bado itakuwa inakusaidia. Lakini sasa ukipeleka tu kwa masare ndio unakuta tunaanza kuchangiwa. Yeah. Sababu tulimaliza zile tulikuwa nazo mingi, hatukujipanga nazo. True. Kujipanga ndio muhimu. Very true. Na nafikiria labda ni vile pia wasanii hawapati mtu kukaa nao chini, Yeah. kuelezea vile mtu anaweza jipanga. Yeah. Sasa mtu kama mimi nikikipatana nao msanii mdogo, Yeah. nikijaribu kumuelezea na niambia wewe mama kai yako ilipitwa na wakati. Sasa utamwambia nini mtu kama huyo? Yes. Na yeye unaachana naye tu ajipeleke. Yeah. Hii maneno ya kuishi maisha fake, Yeah. ndio inaletea watu shida. But ishi maisha yako. Yeah. Yeah. But how do you do that? Because unajua sasa hivi Mama Kai, nikwambie tu ukweli, ni kwamba kuna hiyo pressure ya society. Society nayo inakupatia pressure. Wewe si jina dogo, wewe ni jina kubwa. You know, fame and popularity, kila mahali ukienda, umekuja hapa Panari, watu wanaona Mama Kai wanafurahia. Kila mtu anakusalimia. Everyone knows Mama Kai. Hiyo kitu haijakufanya ukajikuta kwamba hela yako inatoka zaidi, because kujulikana kwingi zaidi Kenya unakuta kwamba unachiachia zaidi. So hiyo discipline unawezaje kuwa nayo wakati ambapo watu wana expect wewe ni jina kubwa? Kwa hivyo kama ni bill, wewe ndio utalipa. Kama ni rent labda, wewe ndio utalipa, because you're a big name and people expect you to have money. Kwa hivyo watu wataishi vizuri around wewe. Sasa Alex, hata kama nina pesa, kwa nini niende nikajionyeshe? Ati wewe ukinywa bia mimi ndio nakulipia wewe? Kwa sababu ya kutokujipanga ndio utagawagawa hivyo hivyo. But kama umejipanga, unajua mimi naenda pali Alex yuko ndakunywa bia 2 na niondoke. Utazidisha juu ushajipanga na bia ngapi? 2. Bia 2. Mimi nilikuwa Amerika Mwakideo na nilikuwa naenda pale pana Masare, naona mzungu ameitisha bia 1 ama 2. Na akimaliza hizo bia hata ongeza, hata ukitaka kumnunulia hata ongeza. Juu pale ametoka ashajipanga na bia ngapi? 2. Sisi tunataka kunywa bia 800, tujaze meza, tufanye nini? Kanyaga kreti. Hiyo ni kujionyesha, na hiyo kujionyesha ndio inatumaliza. Okay. Yeah. Ulienda which other countries? America, wapi kwingine? Nimeenda Germany, nimeenda Japan, nimeenda pale kwingi. Yeah. Na hii ni vitimbi tu? Ni vitimbi tu. Ni vitimbi. Wow. Na mnaendaga nyote as a crew? Tunaendaga kama group. Sawa. Is there a role ambayo katika ama episode katika maisha yako wewe mwenyewe tu binafsi kama Mama Kai, you know, episode fulani ama role fulani umecheza kama Mama Kai up to leo unasema hii wewe mwenyewe ilikugusa roho yako? Hiyo ndio una hold close to your heart. Kuna wakati mwingine tulikuwa tumeact na mzee Ojwang. Wakati nilikuwa sijazoea. Yes. Sijui alifikiria nini. Yes. Sasa amekaa tumepiga story, katika ile masira zake amekimbia akaja akanirukia hapa mbele. Yes. Na mimi sikuwa aware kama anakuja kunirukia. Yes. Yeye mwenyewe alikuwa ameipanga tu, akajua ataifanya bila mimi kujua. Yes. Sikio ndio mimi nilishangana nikastuka. Mpaka kumaliza hiyo mchezo ngamza, wewe mbona huku niambia? Yes. Aniambia nilikuwa nataka ikuwe surprise. Hiyo ndio mpaka leo mimi ukumbuka. Hiyo kurukiana ilitoka wapi? Ilitokana na hiyo. Yes. Alinistua tu, si kitu ati ilikuwa imepangwa. Yes. Unajua comedy pia itakani mupange. Hata kama mkipanga Ombea Mwakideo utafanya hii na hii na hii. Yeah. Na we tafuta yako ya kuongezea ndio ikuwe tamu zaidi. Yeah. Mzee Ojwang alikuwa anaongezea vitu zake zile hata hatukuongelea. But alikuwa tu anakaa naona akiongezea hii hapa itakuwa vizuri. Yeah. Na watu wengi sasa hivi leo hii Mama Kai watakwambia kwamba mimi nimekuwa inspired na Mama Kai, mimi nimekuwa inspired na vitimbi kina Mzee Ojwang na kadhalika. Watu wako na historia wanasema. Watu wengi tu. But during your time hakukuwa na inspiration. You know, tulikuwa tuko na TV moja. Tuko na channel moja kama nchi. Wewe ukikuwa sasa kivyako kama Mama Kai, inspiration yako ilikuwa inatoka wapi? Because hakukuwa yani sijui, yani wewe kama wewe sasa
what inspired you? Nini ilikuwa inakusukuma wewe kama wewe sasa? Because hakuna vipindi vingi. Hata siwezi kukuambia ni nini kusema ile ya kweli. Nilikuwa tu najikuta. Unajijenga tu kivyako. Hivyo. Na timu tu ile yako pale. Wale na ukipita, unajua saa zingine ukipita unasikia kuna watu wanakuwatch, unasikia wanakuita. Unaona kumbe hii kitu ni kitu inaweza fanya mtu ajulikane. Na unaona mpaka leo bado mimi hujivunia hiyo. Yeah. Kuna yote kati ya wale ambao umeact nao ambaye alikuwa anakumaliza kabisa kwa kicheko, yani katika scene? Hata sometimes anakupatia wakati mgumu kuact. Mimi kusema ile ya kweli, mpaka saa hii tunaongea na wewe, mtu ananifanyaga saa zingine nichanganyikiwe kwa set. Yes. Ni Mogaka. Manake Mogaka karakta yake kidogo anataka kuichukua kaya Mzee Ojwang. Yeah. Juu yeye uja na kitu hamjarihas. Yes. Na unajua kitu hamjarihas akija nao na iwe ni vichekesho, obvious utacheka. Yes. Mara nyingi director usimamisha kipindi. Okay. Ananiambia Madhe, cheka kwanza. Nenda hapo kana unacheka, nikishamaliza ndio unarudi. Sasa kwa vile sasa nitakuwa nimezoea ile kitu Mogaka amesema, sasa hata akisema sitacheka. Nitakuwa sasa nimeizoea. Okay. But yeye mara nyingi hata si mimi peke yangu, yeye usumbua watu wote kwa set. Juu tu vitu hakuna, mpaka hata cameramen saa nyingine ucheka wanasahau kufanya hiyo kazi. Inabidi cut. Inabidi cut kwanza, watu wacheke. Watu wacheke wamalize. Kuna watu wengi nchini Kenya ambao walikuwa nadhania mpaka leo hii, including mimi mwenyewe, lakini siku hizi nimegrow up, nimejielewa. A lot of people used to think kwamba Mama Kayai ni Mama Kayai tu, awe kwa set, awe nyumbani. Ushai kupata watu kama hao? Akikuona najua tu wewe ni Mama Kayai. Haizi kutenganisha kabisa. Haizi kukutenganisha wewe na aone kwamba ati wewe hautakuwa Mama Kayai. Is that have you been Mama Kayai? Is Mama Kayai wewe ni Mama Kayai kabisa kila mahali ama ama tu kuna mimi manake naona tu kama bado niko na Mama Kayai. Ama wewe huwa unavua hilo gwanda la Mama Kayai mahali fulani? Okay, kimimi kuna mahali mimi huwa nimevua hilo gwanda. But Mkenya hakuna kitu utamwambia sasa. Hakuna. Yeye anajua Mama Kayai ni pali pengine popote. Mama Kayai ni Mama Kayai. Hakuna story nyingine sijui nini. Mimi pali naishi. Mimi hata watu hawanijui jina la. Mimi watu wangu kuna sana mimi huitwa Mama Ali. But Mama Ali. But watu hata hawajui Mama Ali ni nani. Ukija pale kwa street ile mimi naishi, ukiuliza Mama Ali utakuuliza Mama Ali ni nani. Sasa mpaka siku hizi hiyo street mimi naishi, mtu akija na pikipiki ama akija na matatu, anasema nishukuze street ya Mama Kayai. Street ya Mama Kayai. Street ya Mama Kayai wanasema hivyo. Kwa hivyo Mama Kayai ndio inajulikana zaidi ya Mama Ali. Wow. Mama Kayai zaidi ya Mama Ali. Sasa ni kitu gani ambacho Wakenya hawajui kuhusiana na Mama Kayai? Okay, Wakenya hawajui maneno ya Mama Kayai. Mama Kayai si mimi namuigiza mama ambaye alikuwa anaitwa hiyo Mama Kayai. Yes. Mimi unajua kwanza tumeanza kipindi hata sijasema majina zangu. Tafadhali. Mimi kwa jina naitwa Aisha Khavere Matindo. Na mimi ni Mluya. Kutoka Tiriki. Na majina yale sana nimezoeleka pale mtaani. Ni hiyo Mama Kayai. But mimi Aisha Khavere Matindo ana watoto 5. Vijana na pia bado niko na wajukuu. Watoto 5 na bado uko na wajukuu. Mwenyezi Mungu kakubariki sana. Nashukuru sana. Wajukuu wako mkubwa zaidi ana miaka mingapi? Wewe ni wazee, mmoja na karibu 22. Umejarikiwa, Mwenyezi Mungu akujalia. Unajua katika Biblia wanasema Mwenyezi Mungu anaweza kubariki paka 4th generation. Na wewe uko karibu kama huyo 22 akikuja akikupatia mtoto, basi wewe ni 4 generations kwa mpigo zaidi. Ni kweli. Mungu amekujalia sana kuwa na au watoto na wajukuu na kadhalika. Inaleta raha sana. Alright, so Mama Kayai, kati ya Mama Kayai na sasa Mama Aisha, Mama Ali. Kati ya Mama Kayai na Mama Ali, who is more stubborn?
Nani kati ya hao wawili unaweza kusema karakta yake ni mkali zaidi? Ni Mama Kayai. Mama Kayai ni mkali. Mama Ali ametulia. Mama Ali pia ni mkali kivyake. Lakini Mama Kayai ni mkali zaidi. All right. Ni legacy gani ambao ungetaka Wakenya wakukumbuke nayo hata sasa hii wakikumbuka Mama Kayai? What do you want them to remember? Hiyo hata ndasema nini sasa jamani? Labda wewe uniseme. Labda nikusaidie. Siwezi kuongelelea. Haya. Fikiria hiyo tutamalizia nayo. Sawa. Lakini tukiwa tunaendelea na hiyo polepole pale, nataka nikuulize pia, if Mama Kayai kama ingekuwa leo hii ndio ule wakati unaanza, kama leo hii ndio ingekuwa ule wakati unaanza sasa, lakini kuna internet hii yote, kuna social media, kuna TikTok, kuna Instagram, kuna kila kitu, Mama Kayai angelikuwa katika mitandao ya kijamii? Ningekuwa. Ungekuwa umezama katika mitandao yote ile? Kila mahali ningekuwa. Vitimbi ingekuwa inapigwa kila mahali. Hili swala la mitandao ya kijamii kwa sasa hivi umelipokelea vipi? This new world ya digital, wakati ambapo wewe umetoka zamani kulikuwa kuna mahali unaweza kupost. Tunaona tu katika channel moja, kipindi kimoja, siku moja, tunangoja paka next week. Right now, people are posting everywhere. Si lazima hata wewe kwa TV. Vipindi viko katika YouTube, watu wana watch. Unachukuliaje hii change yote? Okay, change si mbaya. But unajua sisi hii change ilivyokuja, si tulikuwa tuelewi vitu vizuri. Tulikuwa tunadharau. Yes. But mimi nimekaa nikaona umuhimu wake. Okay. Manake kama hauko katika mitandao, hakuna mtu wote atajua habari yako. Itakuwa ni ngumu. Ni vile unasema si sana watu wengi wana watch TV. Sasa hii watu wote wamepotelea kwa nini? Kwa mitandao. Yes. Kwa hivyo mimi mwenyewe pia najaribu kuingia kwa mitandao. Kidogo kidogo, sijashika kabisa, but naamini nitashika kwa sababu lazima niende na wakati. Siwezi kubakia kule nyuma saa zote tu ndakuwa nikionekana KBC. Kuna wakati itafika hizi mambo za TV nafikiri zitaisha. Itabaki hiyo mambo ya mitandao. Really? Unaona nikijibakisha huko nyuma, ikifika hiyo time mimi nitaumia. Yes. But saa hii mimi nimejaribu kuingia na naona anafanya vizuri na nashukuru pia Wakenya wananipenda. Juu nikiingia nikiwaambia wanisupport, wananisupport vizuri sana. Wanakupokelea vizuri. Sana. Na mafans wako wote ambao wamekujua kwa muda mrefu, is there one fan ambaye shai kuambia kitu ambao ni funny sana unakumbuka paka leo hii? Yaani mmoja tu wa watu ambao wamekutazama. Mimi ajabu na kweli kuna fan mimi aliniambia. Aliniambia, Mama Kayai, hiyo simu yako una rekodi nayo uko na light? Mimi nikamwambia mimi sina. Yuko sijui ni nchi gani, hata sijui ni nchi gani. Yes. Akaniambia mimi nitakununulia hiyo light. Na imagine alininunulia. Na kutoka siku akapotelea, sijawahi muona tena kwa mtandao. Really? Akakununulia hiyo light? Akaninunulia, akaniambia sasa na stand. Yes. Ukijirekodi usishike simu na mkono. Yes. Sikio nilikuwa sijui ndio wanashika simu na mkono. Hizi mambo za majenzi. Sasa uko na stand, uko na light na simu unapachika pale. Napachika pale. Akakununulia na akapotea. Akaninunulia na akapotea. Si nafikiria ni watu hawapendi kujionyesha kimefanya kitu fulani. Juu hata wewe ukinifanyia kitu sio lazima utangaze. It's true. Si ukitangaza huku nifanyia na roho safi. It's true. Kwa hivyo huyo pia mimi mpaka leo mimshukuru. Hata kama simjui but alinisaidia kunifanya nielewe hiyo mambo ya digital inataka hii na hii. Mimi nilikuwa najunduki shaeka hapa ni hivyo. So right now, is there any day ambayo Mama Kayai umepanga kukaa tu na Wakenya na kucelebrate na Wakenya, ama Wakenya wa celebrate tu Mama Kayai, because wewe ni symbol ya ambayo imeleta Wakenya pamoja, familia nyingi pamoja kwa miaka mingi. Na mtoto wa kike pia akikuwatch sasa hivi naweza kusema kweli naweza kugrow kutoka mahali nilipo paka nikafikia mahali Mama Kayai amefika. Is there a day ushai kupanga kuwa na kitu tu kwa ajili ya Wakenya? Okay, sijapanga Alex, lakini natarajia kuipanga. Labda ikifikia mwezi wa 5 ndakuwa nimepanga hiyo kitu. Mimi kitu tu naomba Wakenya hiyo wakati nikipanga wani support na watokeze tuje tusherehekee na wao pamoja. Okay. Juu hii kazi nimefanya
hii kazi yangu ya acting nimefanya kwa muda mrefu. Na sana sana mi ufurahia kwa sababu Wakenya wananikubali. Na hili jambo nalipanga na labda itakuwa ni mwezi wa 5 tarehe ndawaelezea. Ile tunaomba tu Wakenya wajitokeze, wafanyi biashara, wale ambao wanaona pia wanaweza kunisaidia waje, wanisaidie tufanye hili jambo na mimi at least nikae nikijua nimesherehekea na Wakenya wenzangu. Yeah. Usherehekee na wao pia. So itakuwa kama event hivi. Itakuwa kama sherehe hivi na tarajia labda nitaifanyia Carnival. Okay. But sija confirm date but ndai confirm. Okay. Na ndaelezea Wakenya. Wow. Yeah. Haya, habari ndo hiyo. Kama una watch show right now, Carnival any day kuanzia mwezi wa 5 pale. Anza kuangalia. Watu wanakufollow wapi katika mitandao ya kijamii? Mimi sijaingia sana, si nimekuambia. Okay. Niko hapo TikTok na Facebook. So umesema uko na manager? Niko naye ndio sasa anajaribu kufanya hiyo kazi. Okay, ndamshukuru pia manager wangu Karema. Juu ananisaidia. Mimi sielewi hizi vitu Alex. Nimekuambia. Ndio hata wewe pia nataka unisaidie. Hata mimi by the way, niko na mtu ananisaidia. Anaitwa Vicky. Kwa hivyo tuko pamoja mimi na wewe. Tuko pamoja kabisa. Mimi ananisaidia kila kitu because mimi mwenyewe angeniacha ningelemewa. Ni kweli. Hii mbio ya mtandao siwezi. Ni kweli hatuwezi. Mimi ile kitu tu naomba wale wanaelewa hii maneno zaidi. Wakuja ungane na sisi na mimi na Alex watusaidie na sisi si wawili pekee tu. Kuna wengine wengi kama sisi hawaelewi mambo za mitandao. Wale wanaelewa, jitoleleeni muje mtusaidie. Angalau na sisi tuwe pamoja na nyinyi. Very true. Yeah. Now I want you to give you lessons because mimi napenda katika show at least mtu akiwatch pia as much as wanakuwa entertain pia wanapata lessons pale. If there's a young girl right now who's watching na angependa kuwa katika sanaa, especially kuwa actress katika taifa la Kenya, afike viwango vya juu, unaweza kumwambia nini? Mambo ambayo yamekuweka wewe mpaka leo hii upo na bado unatesa katika runinga, unaweza kumwambia nini? Okay, mimi ile kitu ningependa kuambia wale wanakuja sasa, kwanza zingatia na masomo yako. Maanake kuna wengi sana Alex. Unaona mamake anakukujia na kwambia mchukue mtoto wangu mpeleke acting. Na huyu mtoto bado anasoma. Huyu mtoto ukimchukua ukimpeleka acting, akianza kupata mapeni kidogo hata zingatia habari ya masomo. True. Akili yake itoko inapiga wacha niende kule kwa kina mama Kainda pata pesa. Kwanza tuache hawa watoto wasome. Na kama ana hiyo talent, ijenge tu polepole akiwa bado anasoma. Akimaliza mambo yake ya masomo, ndio aingie vizuri. Hii maneno ya kuja kuingilia katikati kama bado unasoma, itakuconfuse. Utaelewa ni acting unataka ama ni masomo unataka. Itabidi uharibu masomo yako kwa sababu kule kuna pesa, utafuatilia pesa. Someni kwanza. Mkimaliza kusoma muingie. Na mkishaingia, hapa pahali panataka kitu inaitwa respect. Umheshimu mkubwa wako na mdogo wako. Mdogo akikwambia kitu msikilize. Ndio. Maanake wakati mwingine hauko perfect. Kuna kitu unaweza katika, wacha nijipatie mfano na mimi. Mimi watu wote wale nafanya nao mimi ndio nikaa mzee hapo. Na saa zingine mimi ukosea. Wananiambia madhe, hiyo kitu hujazungumza vizuri. Zungumza hivi. Itaingiana. Na kweli nikifuata hiyo mawaidha yake ameniambia niseme, inaingiana vizuri kuliko ile yangu. Kuna mwingine atakuja pale ukitaka kumfunza anakuwa mjeuri. Na zile zake anatoa Alex haziingiani na mchezo. Zinakuwa nje. Kwa hivyo ukitaka mambo ya acting, sikiliza. Ukisikiliza utaenda mbali. But ukija na ujeuri wako hakuna pali utaenda. Mimi kwanza ushukuru Mungu sana mpaka dakika hii. Mimi hata niingie wapi, hata naenda kujificha ati watu wasinione. Mimi nashangaga mpaka nauzaa watu sasa, nani wamewaambia mimi niko hapa? Na nimeenda kwa kujificha. Na hiyo yote ni kwa sababu ya heshima. Sababu mimi hakuna pahali nishaenda pahali ngaitwa mama Kainga tukana mtu. Hakuna pahali nimeenda nikaambia mtu usiniite mama Kaya hii. Mimi huenda kwa heshima zangu vile nilifundishwa tangu nikianza mambo za acting mpaka leo. Hii kitu tu ni heshima na kupeana respect. Sio Alex tunafanya kazi na wewe na bado mimi ni girlfriend wako. Heshima hapo itakuwa hakuna. Sisi tumefanya hiyo kazi na hatujafanya hiyo maneno na urafiki. Kila mtu ana shughuli zake, ana familia yake. But sasa saa hii mutaona sasa kama we na hii crew yako. Crew moja ni wako. Sasa hiyo ni kazi gani mnafanya?
Hakuna kazi mnafanya, hamtaheshimiana. Juu huyu ambaye anajidai ni girlfriend wako, ukileta mtu atamdharau. Juu anajua wewe hakuna pali utampeleka, wewe ni mtu wake. But mkifanya kazi mujue hii ni kazi. Kujeni kazini mfanye kazi na kila mtu aondoke ende mashughuli zake. Mambo zako za huko nje hakuna mtu atafuatilia. But kazini lazima ufuatilie, ujulikane vile unafanya kazi. Ni kitu tu inaitwa heshima. Heshima ni kitu muhimu sana. Wow, mmesikia jamani hapa katika AMTV crew. Mambo ya dating hatutaki hapa. Mambo ya dating katika AMTV hatutaki. Super producer Breezy nisikuone. Odumbe usijaribu. Viki usijaribu. Bosi Deno usijaribu. Kwani walikuwa wanajaribu? Mapenzi hapa tutaki. Hapa tuko kazi. Ni kweli tuko kazi. Tupige kazi, tusonge mbele, gurudumu la maisha tusongeze mbele. Kabisa. Tueleze kitu kuhusiana na hela. Hela Mama Kaya, hii zinachanganya watu sana katika industry. Watu wakishaanza kushika hela, watu wanachanganyikiwa sana. Tell us something about money. Because kama ni hela umeshika wewe, ukainvest hapa na pale, umetuambia mpaka ukapata mahali unapoishi wewe, umesomesha watoto wako. Tell us something about money. Hii hela inachanganya watu wengi sana. Ni kweli hela inachanganya watu wengi. Unajua kama zamani ulikuwa hujawahi shika hata 5,000. Yes. Uishike, unajua 5,000 itakufanya ukue kama kichwa ifanyi kazi. Kabisa. Juu utataka kufanya mambo mengi ambayo hata yale ulikuwa ufanyi. Kweli. Ile kitu mimi naangalia sana hapa kwetu. Nimerudia hiyo kitu, nimekwambia kuna watu wanaishi maisha si yao. Wanaishi maisha feki. Na kisa maana nikwambie hivyo, unaweza ona mtu kama Mama Kaya hii. Nimeenda nikachukua gari. Wewe Alex ukiniona na gari hapa ujui kama ni yangu ama si yangu. Kweli. Sana sana utajua Mama Kaya amenunua gari kali. But hii gari si yangu. Nimeenda kule kwenye magari nikamwambia nipatieni gari. Niwatangazie. Umepatiwa gari mwezi mmoja uende ukatangaze. Wewe waambia watu gari ni yako. Mwezi mmoja ikisha wale wenye kampuni wanataka gari yao, unawarudishia. Unaona umerudi pale pale. Kweli. Hakuna pali umeenda. True. Haya, hizi nyumba pia wanaenda kuchukua nyumba fake. Unaenda unaambwa advertise hii nyumba, unaanza kutangazia watu, angalieni nyumba yangu, napiga picha nini. Hiyo pia haisaidii. Kweli. Na uko kwa Airbnb. Changa pesa yako, nunua gari yako ya halali. Hata kama ni mbaya namna gani, but ni yako. Yes. Kutafuta kaploti kako, weka hapo. Hakuna haja kulipa rent. Utaenda kwa hiyo nyumba yako, kitu itakudai pale ni stima na maji. Hizo lazima ulipie. True. Shida ni hiyo kuishi maisha fake. Hizo maisha fake tuachane nazo. Saa zingine unaenda kwa Kahaya, unaenda kukomboa gari huko. Mwezi moja, unafanya nayo pesa, ukishamaliza zikiisha kule, si wenye Kahaya wanataka gari yao. Yes. Wanachukua gari, unarudi pale pale. Tuacheni kuishi maisha fake. Tuishini maisha yetu. Ile kidogo uko nayo, kaa na hiyo. Yako hiyo. Jaribu kujipanga na hiyo na maisha itaingiana tu. Na starehe nyingi tuacheni. Hizi mastarehe mingi, umepata pesa yako kidogo, ndio hiyo ndege Mombasa, ndio hiyo Zanzibar, na hauna nyumba. Unaona unaenda Mombasa na Zanzibar na hauna nyumba. Ukirudi unarudi pale pale. Mimi Mama Kaya nimekupatia kazi, umepata karibu 2,000,000. Milioni 2 unazipeleka Mombasa, zitakaa kweli Mwakideo? Haziwezi. Mombasa raha. Starehe ni yale bwana. Mombasa ni raha. Hii starehe ukitaka, mimi si ati siendagi Mombasa, mimi huenda. Every December. Mimi huenda mahali natafuta kampuni, naanza kuchanga. Kama ni 1,000 napeleka, 2,000 napeleka. Kitambo December ifike, mimi huanishamalizana na hiyo biashara. Sasa ni kwenda tu. Si ndio, ni kwenda tu. Na unaendaga na familia? Pia naendaga na wajukuu wangu. Wengine wazee mimi wasana na mimi ubeba wajukuu naenda na wao. Naenda najikalia siku zangu 4 narudi. Very good. Si tuchangeni tu pole pole. Utapata, utafaulu na utaenda. Kampuni za kulipa malipo pole ziko mingi. Hata wewe unazijua? Nazijua. Sitaki kuzitaja. Nazijua. Sitaki kuzitaja kwa sababu nikanda kwa na watangaza. Hazijalipia haya matangazo. Kwa hivyo endeni kwa hizo kampuni. Mukaanze kulipa kidogo kidogo. Disemba ukifika, beba mtu wako, nendeni mkastarehe. Ikisha rudini, anzeni kazi fresh. Hivyo ndio mimi hufanya. I love it. Pesa inataka na itubiko hivyo tu pole pole.
Umeongelesha watu wengi hapo kwa starehe na kadhalika, hapo umeongelesha watu wengi sana. So wewe ulijiweka mbali na mambo kama hayo kabisa. Kabisa. Baba Ali mlikutana wapi? KBC. Yeye pia alikuwa ni msanii? Alikuwa ni mtangazaji. Yeye ni mtangazaji. Saidi Ali Matano. Ati? Saidi Ali Matano. Said Ali Matano. Yeah. Lakini alifariki. Yeah. Miaka mingapi iliyopita? Sahii ana karibu miaka 5 hivi. Miaka 5 hivi. Yeah. Lakini mlikutana pale KBC. Hapo. How many years ago when you met? Ni kitambo, manake tumepata watoto wangapi? 3. Watoto 3 pamoja. Yeah. So many years Baada ya yeye kutuacha ulifikiria tena? Hapana. Nilisema wacha nilie watoto. Nilisema wacha wale watoto. Sasa hii watoto wamezeeka. Yes. Wakiona mtu pale watashindwa, kwani huyu mama ni mgonjwa ama nini? Ama wewe jamaa anaweza kuja pale apigwe bure na hakuna haja. Una vijana? Na vijana wanaweza mpiga. Juzi ni mwana mama mwingine vijana wamechapa mzee hapo. Na baba walikufa, lakini wataki huyu mama akuwe na mzee. Kwa hivyo pia ina hatari yake. Inahatarisha maisha ya yule mzee kabisa. Lakini ati sio wanakataa. Yes. But we mama pia fikiria. It's true. Unaweza kuwa naye na hata watoto wasijue. Sehemu ni nyingi za kwenda. Mbona uwaletee watoto mtu ambao si baba yao? It's true. Hizo ni mahesabu haziingiani. It's true. Yeah. Sasa kando na Ali una vijana wengine wangapi? First born wangu anaitwa Jafar. Second born anaitwa Singwa, lakini alifariki. Okay. Third born kijana pia. Anaitwa Ali. Third Salim. Na mwingine anaitwa Abubakar. Vijana tupu? Watoto wangu ni vijana wote. Mama Kai, nipatie siri ya kupata kijana bana. Mimi nimepata wasichana 3. Nimepata wasichana 3 hapa, nimeng'ang'ana nikasema mpaka Mungu. Nipe siri jamani. Omba tu Mungu utapata. Siri ni kuomba, Mungu ndo anapeana. Hata mimi mwenyewe nilitafuta msichana na sikuwahi pata, nikasema awacha ikae sasa. Kila nikipata nisema safari ni msana, kumbe hakuna kitu. Sasa unajua siwezi kukupatia siri ya kupata msichana, manake ushainua mkono. Huko nimetoka kabisa. Mimi naweza jaribu moja ya mwisho, lakini sasa nataka sure bet. Hakuna lakini njia. Lakini madaktari wako enda kwaone madaktari watakueleza saa ngapi utapata kijana. On time. Nafikiri. It's a matter of time. So nicheze na mida. Timing yangu ndio haijakuwa vizuri hiyo muda yote. Usijali, Mungu atakupatia. Nipige nicheze na timing. Sawa, nitakuwa nacheza na timing pale mbele. We want to close this episode, lakini kabla nifunge na episode Mama Kai, kuna event inakuja somewhere hapo katika mwezi wa 5 naamini, kama ulivyosema pale mbele. So Mama Kai legend anaulizia support yako. What kind of support do you want Kenyans to give you? Ile support ya namna gani, especially katika ino event ya kukucelebrate ya mwezi wa 5? Okay, support ingine ningependa Wakenya wanisaidie nayo ni watokee kwa wingi. Ndio. Ile kutokea yao pia inanifanya mimi na kuamini kwamba kweli Wakenya wananipenda. Yes. Wakifika pale, hiyo ndio itakuwa furaha yangu. Okay. Yeah. Mambo ya hela, kila kitu mshapanga, kila kitu iko sawa? No, hela iko sawa. Lakini sasa unajua wakitokea wengi ndio hiyo hela itapatikana. It's true. Na kwa saa hii pia bado nahitaji hiyo hela kwa sababu kuna matumizi. Yanahitajika kulipa hiyo sehemu. Na matumizi mengine kidogo kidogo. Mtu ule atajisikia anaweza nisaidia. Basi mkishapanga hiyo mtatuambia. Wakati mmepanga na timu yako kila kitu, iko event iko lini na inakwenda namna gani, so that we can start hyping it. Sisi tutaihype pia katika AMTV, pia mimi kama Alex Mwakideu tutaihype katika social media pages za kwangu. Sasa ma client pia, wale ambao wana watch an opportunity to partner with a legend katika one of the biggest events of the year 2026, mwezi wa 5. Itakuwa kubwa sana. And I wish you all the best, ma'am. Asante. Ukienda kupiga ino event pale, please go say hi to your family. Wasalimie wote na wajukuu pia. Asante. Wasalimie sana. Waambie tunawapenda sana. Asante sana. Na again, thank you so much kwa kuja hapa.
Na mimi pia nashukuru kwa kunialika. Haya, na tuambie tu neno moja pale kwenye mikrofoni tu la kumalizia pale. Mimi ningependa tu kuongea neno moja ya kuwashukuru Wakenya wote. Na Alex, mimi pia nakuomba. Usinione mimi peke yangu. Kuna mama pia anaitwa Lucy Wangoi, Vioja Mahakamani. Ndio. Huo pia ningependa umwalike katika hii inaitwa Tamleta AMTV. Ya mlete hapa. Dio. Pia naye uje usikie story yake ya zamani. Manake hao ndio tulianza nao kitambo. Kabisa. Ndio wanaelewa. Kabisa. Mimi yangu tu ni kusema Wakenya mimi nawapenda na nawapenda sana. Na muendelee tu kunisupport na muendelee kuniwatch KBC every Monday 1:30. Na karibuni nitaanzisha program zangu katika mitandao. Pia huko naomba mujaribu kunisupport. I like that. Asanteni sana. Na vijana wale mnajua hii kazi ya mtandao, tafadhali mimi nawakaribisha. Kwa roho safi kujeni munisaidie. Mimi na Alex. Kabisa. That's what I'm talking about, Mama Kayai pale. You know, ukimwona katika mitandao kama amefungua Instagram, follow. Ukimwona amefungua Facebook, follow. Ukiona amefungua katika TikTok, follow. Ukimwona katika YouTube, watch. Yeah. That is the kind of support that we are looking at. Na hiyo ndio support ambayo tunataka tumpatie Mama Kayai hapa, pioneer katika entertainment ya taifa letu la Kenya. So we must support. Na ukiona ametangaza ile siku ya event yake pia, buy the tickets, show up, let's go and celebrate this legend ambaye tuko naye mpaka sasa hivi. Sisi tunasemaga tunatoa flowers saa hii. Yes. Okay? That's what's up. And this is AMTV. Mimi ni chairman naitwa Alex Mwakideu. It's been real. Asante sana Mama Kayai, and again, God bless you. Na Mungu akubariki na kazi zako na shughuli zako zote. Amen. Asante sana. Tena kwa mpigo zaidi. Thank you so much for watching. Please spread the word as usual. Share widely as usual. Subscribe kama kawaida. Like, comment. Tukutane on the next one. I'm your chairman, Alex Mwakideu. See you.